Kisoda, unataka ufanye makosa makubwa sana, na sitakuruhusu ukosee kiasi hicho. Kisoda, twende, mbona tuna umesimama? Lile eneo sio kwa ajili ya watu wa kawaida kama hawa. Kisoda, unahatarisha maisha kila mtu. Hawa hawataki kwenda huko. Kimbulu, toka mbele yangu. Wewe Kisoda, unaongea na nani kwa? Kimbulu, haijalishi hilo eneo ni hatari kiasi gani, lakini nitawapeleka tu. Ni lazima waongee na wakulu ana kwa ana. Hautatui tatizo, bado unaongeza tatizo Kisoda. Kwanza kabisa, utaweka nguvu zako mashakani na utakosa nguvu za kuwasaidia kabisa. Lakini wanahitaji msaada wa haraka sana. Mtazame Sonia, mtazame Kizibo. Unavyoona ni msaada gani wa haraka ambao Mdoli anaweza kaupata kama sio kwenda kuzungumza na wakulu moja kwa moja? Kisoda, unanichanganya nesi kuchanganyika. Wewe kwani hapo unaongea na nani? Kimbulu, naomba uniachie, unaniumiza. Sihusiki na adhabu yako Kisoda, na sina msaada kwa sasa. Wewe Kisoda. 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 Shogangu, mambo kama nilivyokuambia. Si Sonia ni amelogwa tu, maana mambo yalivyobadilika haraka haraka. Yaani naweza nikakwambiaje? Sonia yule sio Sonia huyu. Hawezi hata kujigeuza. Ni mtu wa kufanyiwa kila kitu. Maskini Sonia. Mwenyezi Mungu amfanyie tu wepesi. Avuke kwenye hili janga, maana mambo sio mambo. Kwa hiyo, sasa hapa na birthday yako sino basi tena. Maana BFF hali ndo kama hiyo. Halo! Wewe usifananishe birthday yangu na vitu vya ajabu. Yaani mimi nishindwe kufanya birthday yangu eti kwa sababu ya huyu mbwa mmoja. Shogangu, jambo langu liko pale pale. Kwa sababu mimi sio niliyomsababisha ugonjwa wake. Na tena namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Maana Sonia alivyokuwa amefulia kwa wakati huu, naona kabisa kwenye jambo langu angenitilia kiwingu na kuniaibisha shoga yake. Ama kweli, ushoga kazi na udugu heka heka. Sasa akija kupika, si atakuwa amekusaidia jamani. Wewe rafiki yangu nawe je ukweli? Si utakuja kumuona mwenyewe? Utajionea kwa macho yako. Yaani nakwambiaje? Sijamuona mtu wa kupona hapa. Sonia kwa wakati huu anahesabu tu siku za kupumua. Leo ndo nimeamini ule msemo wa kabla hujafa hujaumbika. Yaani Sonia ndo amefikia hatua hiyo. Shoga yangu, huyu aliyataka mwenyewe. Sisi wa pembeni tunasema mwenye kilanga apewe pole. Aliyataka na ameyapata. Hivi Viki wewe, huyo si shoga yako lakini? Tena mnaitana maBFF lakini leo hujali hata kidogo. Unataka nijali kuhusu nini sasa? Yaani wapo watu wa kuwaonea huruma, lakini sio Sonia. Sonia yote aliyataka
na shoga yangu hata nisikuongopee. Yaani mimi kukaa na huyu Sonia nimeshachoka. Sema tu navumilia kwa ajili ya hizo pesa ambazo napewa na baba Karobo. Kusema ukweli umenishinda tabia. Haya, baadaye mimi ngoja nifue kwanza. Aya, sawa. Wewe utashinda hapa. Uko chumbani sasa hivi hauingii. Maana ukiingia unaacha harufu zako zote. Mimi naenda ndani. Karibu sana baba. Asante sana binti yangu. Dada na kaka wapo ndani wanakuja. Haina shida. Kwa hiyo mimi Mr. Mkumbi nimekubali kumwacha Mdoli awe na maisha mazuri kuliko mimi. Tazama nyumba yanayoishi. Tazama magari yake. Kampuni yake inafanya vizuri. Alafu mimi nipo tu. Kuna muda mke wangu Roy yuko sahihi kabisa. Natakiwa kumiliki hivi vitu. Lakini vipi kuhusu kale katoto? Katanifuatilia tena? Ba mdogo, naona leo umetukumbuka. Kiukweli mimi nakukumbuka wewe, princess wangu, kila siku. Isipokuwa tu ni mambo ya kazi yana confuse, najikuta mpaka na kusahau. Karibu sana ba mdogo. Na wewe umekaa sana. Nimefikia hadi hatua binti yako anakumisi hadi analia machozi ya damu kwa kukumisi tu baba yake. Acha uongo mkwe. Yaani mnanimisi mnashindwa kuja nyumbani wakati mnapajua kwangu. Amna, haiko hivyo. Hata hivyo si unaona hali yangu kwa sasa hivi, nimechoka sana. Yaani kuanza kuzunguka huku na huku siwezi. Nikitoka sana labda tu niende kliniki na rudi basi. Nakuelewa binti yangu. Hata hivyo ilikuwa jokes tu za baba na mwana. Unajua tena nimekumisi binti yangu. By the way, nikiwaangalia kama mnataka kutoka hivi. Sasa mimi nisiwapotezee muda wenu. Binti yangu, nimekuja nina vipengele kwa kweli. Nimekwama japo sio pakubwa sana, lakini nimekwama babako. Naweza nikasema nimekwama. Ni mambo ya pesa tena. Ndiyo. Lakini safari sio nyingi sana. Ni kama milioni 3 tu. Kuna mambo kidogo nataka niyatatue pale ofisini kwangu. Hivi ba mdogo, ofisi yako ina shida gani haswa? Maana ya mwenzetu kila siku ukija hapa ni mambo ya pesa. Na kama nakumbuka vizuri, mara ya mwisho nilikulipia deni kubwa sana. Na mpaka leo hii hujanirudishia pesa yangu hata shilingi 100. Ba mdogo,
Kusemezana ukweli, mke wangu kwa sasa hana pesa. Isipokuwa tu hicho kiasi ambacho ulikihitaji mimi nitakupatia, ili mradi tu mambo yaende sawa. Unaye analiona pesa ya kaka yangu. Pesa ya kunipa mimi ataitoa wapi? Au ita maana Mdoli ameshamtajirisha? Inawezekana. Anyway, kwa sababu amejipendekeza mwenyewe, kwangu haina shida. Nadhani kila kitu kipo sawa kwa sasa. Baba mdogo, sisi tunatoka kidogo, kuna sehemu tunawahi, tunaenda kumuona mgonjwa. Okay, sawa basi. Tuongozane tumwona, hata mimi sina la ziada hapa. Haya sawa. Lembua! Lembua! Abe dada. Sisi tunatoka. Hakikisha unakuwa makini sana na Joan. Tumeelewana eh? Sawa dada, nimekuelewa. Muwe na siku njema. Aya, na nyemba kisara. Fungua gari mabebi. Fungua. Ya. Binti yangu, nashukuru sana kwa ukarimu wako, kwa kunipa maji and everything. Asante sana. Asante baba. Karibu tena. Asante. Wewe Kisoda, utakuwa umemaliza bando langu. Bando langu lenyewe kule limebakia kidogo tu. Mama, bando lilokuwa kwenye simu yako leo zilikaisha. Hebu tazama. GB 100 zimetoka wapi? Mke wangu, mimi ndio niliyekuunga hilo bando la GB 100 kutoka kwa Chris Bando. Yaani, ukiwa na line ya Halotel, raha sana. Huwezi ukakosa bando la kuperuzi katika mitandao yako ya kijamii. Iko hivi, mtafute Chris Bando, ana vifurushi vikubwa kwa bei rahisi. Hebu imagine, ukiwa na shilingi 11,000 unapata GB 10. Ukiwa na shilingi 14,000 unapata GB 15. Ukiwa na shilingi 75,000 unapata GB 100. Kwa mfano, mimi nimetumia shilingi 75,000 kumnunulia mke wangu GB 100 ambazo ataperuzi mwezi mzima, kuliko kulipia shilingi 500,000 kwa bando za rejareja. Wewe unachelewa nini? Iko hivi, mtafute Chris Bando katika namba zifuatazo. Nitakutajia 2 japo yeye anazo nyingi. Namba ya kwanza ambayo anapatikana Chris Bando ni 0615754303. Unachotakiwa kufanya ni hiki: mtafute Chris Bando akuunge bando kwa bei kitonga. Kumbuka, unapotuma pesa ndipo anakuunga bando lako, na unapotuma pesa yako jina litakuja Christopher Luoga. Kuna wale watu ambao mnatuma pesa alafu mnarudisha muamala kabla mjaungwa. Iko hivi, usiwe na haraka. Wateja ni wengi. Unapotuma pesa yako, kaa kwenye foleni, utaungwa tu. Hakuna aliyeibiwa. Lakini kuna matapeli wamejiongeza. Wanakuja wanatumia jina la Chris Bando. Wakatae. Kumbuka, Chris Bando anapokea pesa yako kwa kutumia lipa namba. Anatumia lipa namba 3. Lipa namba ya M-Pesa, lipa namba ya Halotel na lipa namba ya Tigo Pesa Mix by Yas. Sasa nitakutajia lipa namba moja, zingine na kuorozesha hapa. Lipa namba ya kwanza ambayo ni ya Halotel ni 23 26 22 42 na jina litakuja Christopher Kasmili Luoga. Utafute Chris Bando upate bando kubwa kwa bei rahisi. Vifurushi kama ulivyoorodheshewa hapo, na unalipa kwa lipa namba. Hakuna aliyeibiwa kutoka kwa Chris Bando. Ukituma pesa yako, tafuta namba moja katika zile namba 4 za kumpigia. Chukua ule muamala uliotuma pesa, mtumie kwenye hiyo Halotel moja ulioichagua. Kisha yeye atakuunga. Hakuna aliyeibiwa. Epuka matapeli. Chris Bando ni mmoja tu. Chris Bando, Bei kitonga! Samira. Samira. Abe. Njoo. Unafanya kazi gani saizi uko ndani? Nilikuwa napanga vyombo kabatini, nikimaliza niende sokoni. Basi sawa. Naomba ukae hapa.
tupate kuzungumza kidogo. Samila, niambie kitu chochote ambacho unakijua kuhusu Jason. Chochote? Ndiyo, chochote. Anakuchukia. Kwa hiyo hicho ndio cha kuniambia? Si umesema chochote? Kwani hukujiandaa kupokea jambo kama hili wakati uliona hasira yake juu yako? Roy, najua na roho mbaya sana, ila mpaka kwa wazazi wako wallahi umeshinda tabia. Samira, huu sio muda kunilaumu mdogo wangu. Ni muda kunisaidia ili niweze kuungana na mdogo wangu Jason. Najutia makosa yangu, lakini nahitaji sana kuwa karibu na mdogo wangu. Kwa hiyo mimi ndo nikusaidie? Ndio. Huo muda mimi sina tena, sina kabisa. Alafu kwenye hili sina utani kabisa, maana sina jema lako hata moja. Roy, umenitengenezea chuki moja kubwa sana kwa watu ambao walinijali. Nikuulize kitu, kwa hiyo pale nikuta mimba sasa mdogo wako ndio kanitelekeza au? Ile dadangu, na hizo ndio utakuwa kuni huko motoni, maana hakuna dhambi ambayo wewe huna. Samila, inatosha. Kama hutaki kunisaidia sawa, lakini usinifanye niumie zaidi. Mimi ni binadamu mwenzio. Hao ambao walikuwa wanatendea mabaya walikuwa na wanyama gani? Mtenda kitendo inauma Hambana na hali yako. Nakuombea mahangaiko kwenye kila kona ya dunia. Hivi ni mimi ndo nina shida au sina bahati na mapenzi? Maana nilivyokuwa na Kizibo kwenye ndoa, Kizibo alikuwa mkorofi na bado akanitesa. Kusema ukweli, ni mwanamke ambaye niumiza sana, kubwa kuliko hadi kufikia hatua ya kuninyima unyumba. Na mwisho wa siku akaniacha, nikamwacha. Kiufupi tukaachana. Nikafungua kurasa mwingine mpya kabisa kwa mwanamke ambaye aliitwa Nasra. Wanasema mchagua nazi sio korona, lakini mimi nikachagua kitunguu. Macho alidanganywa kwa umbo la nje, nikaamini ni dhahabu, kumbe ni jiwe. Nasra akaitawala akili yangu na hatimaye nikaamua kufunga naye ndoa kabisa. Nikaamini kabisa Nasra ndio tulizo la moyo wangu, lakini naye alinichiti. Yakarudi yale yale niliyoyakimbia kwa Kizibo. Haikuishia hapo, nikakutana na mpenzi wangu wa darasa la 7. Kibaya zaidi, kumbe naye tayari alishakuwa na mpenzi wake. Maskini fasheni wa watu. Nimekosea wapi? Na vipi kuhusu Amina? Hamna mwanamke pale, kwa hiyo ndio niseme nitaishi bila mwanamke? Sio kweli. Na ninavyoona huku nje kila mtu ana mtu wake. Kwa nini mimi? Fasheni.
Fashion, najua upo kwenye mawazo mazito sana kwa kutafuta mwanamke aliye sahihi kwenye maisha yako. Basi ni mimi hapa, nimeshapatikana. Naitwa Angel. Ni mwanamke mrembo sana kama unavyoniona, mzuri wa tabia, pia ni msafi wa moyo. Nimetumwa kuja kuwa mke mwema kwako, kuja kukupenda, kukusamini, kukujali, pia kukuheshimu wewe kama mwanamume, iwe kwa mvua au kwa jua. Hivyo basi, naomba usikatae wito huu. Nakupenda Fashion. Ina maana Mungu kasikia kilio changu eh? Pengine huyu mwanamke anaweza kawa mwema kweli. Ngoja ni beti huu mkeka, uenda ukatiki. Unalala maskini, unaamka tajiri. Labda ndo fungu langu nimeshushiwa. Kama ni kweli leo yazungumza yana ukweli ndani yake, wewe umetumwa kuja kwangu kuwa mke mwema kabisa, mke mwema. Njoo nikumbatie, njoo nikumbatie. Kumbe ni njozi. Ina maana naota. Kwa nini mawazo yananizidia hivi? Hapana. Hapa inabidi niende nyumbani kupumzika. Hivi hao wenzenu mmewekea ugali kweli? Ndio mama, tumewekewa. Tena na vidaga mchele, maana Jaisani anapenda sana. Anaweza akaja. Jei wangu mwaya wala hayupo sawa. Ni kijana mdogo lakini anapitia makubwa sana. Mama, basi bwana. Hizo story utanifanya nijisikie vibaya. Mimi nishaongea na Jaisani na amenisamehe. Vipi kwanza chakula mmeniwekea? Muone kwanza. Unapenda kula tu mtoto wa kiume. Kuna jela ujue. Jela utaenda wewe kwanza kwa kutaka kuninyima chakula. Alafu tena ugali. Patu. Chakula chako na Jason kipo ndani. Ako. Ugali. Au nogi kabisa. Huo ugali utakuja kula Jei. Mimi hapana. Ajai, jamani. Mnaziba pua na wengine wanataka kutapika. Hiyo ndo hali halisi ya Sonia kwa sasa. Pale alipo anamiliki kila aina ya harufu. Alafu sasa pale yuko period. Na amejisaidia. Tena sio amejisaidia, amejisaidia Sasa wewe unajitambua kabisa? Yaani mtu anajisaidia alafu yuko period. Ina maana pampasi zake zimeisha. Na kama zipo, mara mwisho kumbadilisha ilikuwa lini? Si ule muda alotoka dokta wake. Ina maana tangu jana yupo hivyo hivyo? Inawezekanaje? Viki, hivi umeshindwa hata kumstiri mwenzio kweli? Au pomponi ndani zimeisha? Pambasi bado zipo. Lakini huyo anayembadilisha ni nani? Yaani mimi sasa hivi nikaendelee kuchezea kinyesi cha mtu mzima. Tena Sonia jamani sasa hivi ni ana shida. Yaani toka amejua kwamba anabadilisha, basi anayakusanya. Akija kuiachia hapo nakwambia tope. Viki, naona unajisahau sana. Haujui kama huyo ni rafiki yako? Na haujui kama wote sisi tuko hapa kwa ajili ya kumsaidia yeye? Ushoga kazi udugu wekaeka. Wema huo mimi sina. Kwanza dokta wake nyie si mnamlipa pesa? Na mimi nilipeni muone kama sitomhudumia. Mjini hakuna cha bure. Mjini kila kitu ni pesa. Alafu
Na wewe Mdoli, ungekuwa ni mwanamke mwenye akili timamu, mimi nakushauri ungejitenga tu na yule Sonia, kwa sababu alivyo hakupendi, ni hakupendi hatari. Alafu na kingine kuhusiana na habari si za kumhudumia, mimi naona kama mnapoteza muda wenu na kupoteza tu pesa zenu. Huyo Sonia ni wa kuzikwa leo kesho. Vicky, hayo mengine hayakuhusu. Na kuhusu kulipwa, sisi tutakulipa. Ila ninachoomba tu umhudumie Sonia vizuri. I hope you understand. Baby, twende tukachote maji kwa ajili ya kumsafisha Sonia. Hapa maji yatoki kabisa. Sawa, wazo zuri. Huyu mwanamke anajifanya gana wema huyu. Una huruma za jongo kumpa macho nyoko kapewa miguu na tembea kwa kupapasa. Adui akija kana kugonga. Nyoko utaonyeshwa sio na Sonia. Na mimi niko hapa. Pumbavu.